Kwanza namshukuru sana Mungu kwa kile alichonifunulia siku ya kwanza ya maombi yetu ya kitaifa ambayo ilikuwa ni jana tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambapo ajenda yetu ya maombi ilikuwa ni kuleta mapinduzi katika taifa la Tanzania, ambapo mapinduzi hayo yataanzia katika ulimwengu wa roho kisha yatafata katika ulimwengu wa mwili. Mapinduzi haya yanalenga kuleta haki, uhuru, amani na umoja katika taifa la Tanzania. Jana katika maombi hayo naomba niombe kwanza then niendelee. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa wakati huu mwingine ambao umenipa leo tarehe 10, ambapo kwa Tanzania ni tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026. Ninaomba neema yako, kibali chako na uongozi wa Roho Mtakatifu. Neno lako limesema katika Yohana 6:63 kwamba maneno uliyowaambia wanafunzi wako ni roho tena ni uzima. Nami naomba Bwana, neno hili ambalo Mungu taniongoza kunena na maombi haya ambao Mungu taniongoza kuomba yakafanyike si maneno tu, bali yakafanyike roho ya ushindi, roho iletayo uhuru, roho iletayo amani, roho iletayo upatanishi, roho iletayo utu na umoja. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Pia ni washukuru wote ambao umeshiriki maombi yetu ya siku ya kwanza. Tunaingia siku ya pili. Sasa naomba niendelee. Kama mnaweza mkakumbuka mwanzoni kabisa, hata kabla ya vurugu zilizotokea mwezi wa 10 mwaka jana 2025, niliongelea kwa habari ya ndoto. Nilionyesha kwamba baada ya kujikuta nataka kutetea shamba la umma ambalo lilikuwa linamilikiwa na watu wachache, wale mbwa wa kizungu waliokuwa wamewekwa na wale watu wachache ili kulinda hilo shamba walianza kunifukuza. Na kwenye ndoto, ingawa sikumbuki sana idadi yake, ila ni kama walikuwa mbwa 4, ambaye niliyefanikiwa kumuua ni mmoja, wengine walirudi. Kwa moja ya maombi yangu ilikuwa kumuuliza Mungu anifunulie hao mbwa ni nini. Sasa jana wakati nikiwa kwenye maombi, tumeshaanza haya maombi ya kitaifa, nilielezea lile andiko ambalo nilijikuta badala ya kufunua kalenda nikajikuta nimefunua Biblia kwenye simu. Kwa ikabidi niliangalia hilo andiko ambalo nimelifunua, maana nisikia ndani yangu kwamba Mungu amekusudia hilo somo, hilo andiko. Ndio nikakutana na hilo andiko la kufufuka kwa Yesu, ambapo kulitokea mambo mawili yaliyomfanya Yesu afufuke, au wakati Yesu anafufuka. Moja ilikuwa ni jiwe lililokuwa limewekwa kaburini ili wanafunzi wake wasiweze kumtoa, liliondolewa na malaika. Pili, kulikuwa na tetemeko wakati malaika wanakuja. Kwa hiyo wale walinzi ambao walikuwa nalinda lile kaburi walikuwa wamewekwa na Wayahudi walianguka na wakazimia, kwa hakuwa na uwezo wowote. Kwa hiyo tukasema kwamba maombi yetu ya kuleta mapinduzi kwa taifa la Tanzania tutabezi sehemu mbili kwa hizi siku 3 au siku 7. Moja ni kwa habari ya jiwe, ambapo ni nafasi ya viongozi, ambapo badala ya kupata viongozi sahihi waliokusudiwa na Mungu, mnapata viongozi kama jiwe kuziba nafasi za mtu sahihi. Na nikasema jambo la pili tutaongelea kwa habari ya walinzi ambao wanawakilisha vyombo vya dola. Sasa jana wakati naomba sasa, nikawa kama nafunuliwa sasa kitu, nikakumbushwa ile habari ya mbwa. Na kwenye hiyo maombi hao nikafunuliwa hao mbwa 4. Hao mbwa 2 niliofunuliwa, mbwa wa kwanza ni machafuko, ambapo haya machafuko yanaanzia kuanzia kwa watu wasiojulikana. Lakini cha pili ni kwa habari ya vyombo vya dola kutumika kwa masilahi ya wachache. Hao wote ni mbwa wa machafuko. Unaona, lakini pia mbwa wa machafuko wengine ni hao ambao kupitia mtandaoni wanawekwa, ambapo yani yeye yupo kwa ajili tu ya kupinga kila kitu. Tunaona pia kuna watu ambao hata waliingia kwa bali, yani anafanya kitu hata anachochea, na hiyo ni roho.
ya machafuko. Mfano hata viongozi pia wanapohutubia, badala ya kwamba atoe kauli ambayo inaweza ikaleta faraja, badala yake unashangaa analeta maneno magumu. Hiyo ni roho ya machafuko. Ndio maana mmeona waziri wa mambo ya ndani Simba Chawene, ambapo watu angalau walikuwa wanapata faraja kwake anapoongea. Anaongea kwa utu, anaongea kuwaleta Watanzania kwa pamoja, lakini baada yake mmeshangaa, mmeona namna ambavyo ameondolewa. Mimi sio msemaji wa serikali, kwa hiyo siwezi kuelezea sana na sitaki kuingia huko kama niwe kama ili nisitoke kwenye nafasi yangu ya mtumishi, maana mtumishi unapatanisha pande zote. Lakini kuna kitu ambacho Mungu akikufunulia unaanza kupata picha. Mfano leo nimeona mtandaoni ambapo waziri wa mambo ya ndani mpya aliyechaguliwa amegombana na mwananchi kwa namna ambayo kwa kweli ni kama kiasi kwamba unaweza ukaona. Kwa hiyo unaweza ukajifunza sasa kwamba ameondolewa mtu ambaye kidogo alikuwa akiongea watu wanasikia hekima ndani yake. Ameletwa mtu ambaye akiongea anajibizana na wananchi mpaka wanataka kupigana. Kwa hiyo unaweza ukajifunza hapo hiyo roho ya machafuko. Manake ni roho katika ulimwengu wa roho ambao tunatakiwa tuikatae. Ndio maana nikasema hata yale maandamano ya tarehe 9 mwezi wa 12 na tarehe 25 mwezi wa 12 ambayo yakufanikiwa, tunaweza tukawalaumu vyombo vya dola, kumbe ni majibu ya watu ambao wanaombea amani ya Tanzania, kwa Mungu akaepusha ili aturudishe kupata haki na viongozi na Tanzania mpya kwa njia ya amani. Kwa nikaelewa. Mbwa wa pili ambaye kwenye maombi hayo nilifunuliwa ndani yangu, kwa kuwa sio ndoto, mara nyingi nikifunuliwa huwa ninampa mtu nafasi ya kupiga tathmini pia. Mara nyingi Mungu akinionyesha kitu kwenye ndoto na kuwa na asilimia kama 90 za ukweli, kwa sababu ni njia ambayo Mungu anaitumia kwangu. Lakini pia Mungu anatumia sauti ya ndani, lakini hiyo inahitaji pia nipime kwa vitu vingi, kwa na nafasi pia ya kuangalia. Kwa mbwa wa pili nilionyeshwa kwa habari ya udini. Yaani kuna roho ya udini ambayo inaachiliwa, ni kama silaha yao. Na nilipokuwa ninawaza kweli, nikakumbuka ile ndoto ya kwanza niliyoota ya machafuko. Niliona ambapo ni kama kuna mgongo wa Waarabu. Wanaposema Waarabu kwenye ndoto, wakati mwingine hawahusiki moja kwa moja kama Waarabu, lakini wanaweza kuwakilisha dini iliyo nyuma ya Waarabu. Kwa hata ninaposema Waarabu simaanishi na walenga moja kwa moja, lakini mnafahamu ndoto ambazo namna ambavyo Mungu anatumia mafumbo. Kwa hiyo nilipokuwa naonyesha kwamba mbwa wa pili ni dini, nikakumbuka kwanza hiyo ndoto niliyoota. Nikakumbuka pia na ndoto ya tarehe 13 niliyoota kwamba kwenye ajenda ya ukombozi wa Afrika tukajikuta nikakuta kuna makundi mawili, Wakristo na Waislamu. Kwa unaweza kaona kweli kuna namna. Lakini tukitoka kwenye mambo ya ndoto, unaangalia sasa uhalisia. Mara nyingi sana Watanzania na viongozi wengine baadhi wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba hatuingii kwenye udini. Lakini unashangaa kiongozi bado anaendeleza hilo. Kwa maana yake ndani yake kuna ajenda ambazo wanajua, kuna roho ambazo zinaopaleti nyuma yake. Lakini pia wakati mwingine ni mtu amechagua, hiyo roho imemongoza kuangalia ni maeneo gani ambayo yanaweza kutusaidia kujilinda. Unaona? Kwa hiyo hapo unaweza kaangalia mbwa hao wawili. Kwa hiyo tunatakiwa kuwashughulikia. Wale mbwa wengine wawili bado sijajua wanawakilisha nini, lakini kwa hii ya kwanza machafuko, ya pili dini, ni kweli ni kama mbwa wanaotumia kujilinda, kwa sababu hilo genge ambalo la watu wasiojulikana, wangekuwa sio wa serikalini, wangekuwa wameshajulikana. Lakini pia jambo la pili ni udini. Kama udini ungekuwa unachukiwa, sio silaha yao, sio mbwa wao, basi hata waliosema kwamba watakata vichwa wa Kristo wangekuwa wameshakamatwa. Kwa hiyo moja kwa moja kwa kweli tujue ya kwamba kuna hao mbwa wawili ambao tunatakiwa kukabiliana nao, sio
kama Wakristo tukabiliane nao au kama Waislamu tukabiliane nao, bali kama Watanzania wote tuhakikishe kwamba hao mbwa hawana nafasi kwenye taifa letu. Maana taifa haliwezi likasimama kama mna mgawanyiko wa kidini, kwa sababu mgawanyiko wa kidini unakuwepo mpaka kwenye familia. Mnaweza mkawa mpo familia moja, lakini mwingine ni Mkristo, mwingine ni Muislamu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atawini kwenye hiyo vita tukiingia kwenye ukabila, tukiingia kwenye udini Lakini pia hapo nina nyongeza kabla sijaenda kwenye prayer point ya leo, ni kwamba katika hapo nikawa nakumbuka sasa namna ambavyo kwenye ndoto ile ya tarehe 24 mwezi wa 6 2025 ambapo nilionekana baada ya kumua yule mbwa wa kwanza, ilionekana tumetofautiana na Askofu Gwajima, maana alitaka tupigane. Nikawa nakumbuka kuna baadhi ya mahubiri kwa kweli nikiangalia anavyohubiri na namna ambavyo kwa mimi binafsi ambavyo Mungu amenifunulia, naona kuna hatari mbele yake, kwa sababu ni rahisi sana namna ambavyo Askofu Gwajima anavyo address mambo haya, yanaweza kuzidi kuchochea udini. Kiangalia aliyeko madarakani ni Muislamu, Rais Samia Suluhu Hassan, lakini yeye ni Mkristo. Kwa ni rahisi sana watu kutoka kwenye ajenda halisi na kuingiza ajenda nyingine, ni rahisi pia. Kwa ndo maana inahitajika hekima sana, hata namna anapokuwa anaongea inahitaji hekima sana. Mtanielewa kwenye prayer point nikishaisema. Kwa inahitaji hekima sana ya kimungu. Unazungumza na nani na unazungumzaje? Sawa. Leo tutakuwa na prayer point ambapo tutabezi kwa habari ya upande wa jiwe, maana lile andiko lina jiwe na lina askari. Upande wa jiwe ambapo leo tutasimamia andiko ambapo Musa alipokuwa mlimani alikuwa na kina Huri na Haruni, alafu Joshua alikuwa anapigana vita pamoja na Israeli wengine. Maandiko anasema kwamba Musa alipokuwa amenyosha mikono yake juu, Israeli walishinda kupitia Joshua, lakini alipochoka mikono yake akaishusha chini, Israeli wakashindwa. Kwa hiyo ushindi wa Joshua aliyekuwa kwenye uwanja wa vita ulimtegemea Musa aliyekuwa mlimani anaomba. Lakini pia ushindi wa ushindi wa Joshua haukumtegemea tu Musa, bali ulikuwa unategemea Haruni na Huri kwa kumtegemeza ili mikono yake isishuke chini. Maanake wakiacha kumtegemeza Musa, pamoja na kwamba ndo anayesababisha ushindi kwa Yoshua, bado ushindi hautapatikana. Kwa maanake ushindi wa Israeli uliwategemea watu watatu: Joshua aliyeko kwenye uwanja wa mapambano, Musa aliyeko mlimani, lakini pia Haruni na Huri waliokuwa pamoja na Musa mlimani. Chanzo kabisa cha ushindi wa Joshua haukuwa kwake, ulikuwa kwa Musa. Lakini pia Musa hakuwa chanzo cha ushindi wa Israeli, ulikuwa kwa Mungu. Kwa tunaona kabisa kwamba hii inatuongoza hata kwa Tanzania, ya kwamba ushindi wetu hautoki kwa wanaharakati kama Mange Kimambi, Malia Sarungi, Nuru Vazi, Sativa Sama na wengine wote, hata huyu Habili aliyekuja watu wakashangilia, hautoki kwao. Wala ushindi wa Tanzania, haki ya Tanzania, Tanzania mpya, haitoki kwa Chadema kwa sababu inatetea haki. Kwa sababu hata kwenye CCM bado kuna watu ambao hawakubaliani na yale yanayoendelea. Hata CCM kuna watu wazuri ambao wapo. Kwa manake hii issue haipo kivyama. Lakini pia ushindi wa Tanzania hautegemei watumishi wa Mungu, bali unamtegemea Mungu kupitia watumishi wa Mungu, then kuja kwa watu. Sasa ndo akina Joshua. Sasa Joshua anaweza kuwa
Chadema, Joshua anaweza kuwa CCM, Joshua anaweza kuwa vyombo vya dola, wanajeshi na polisi. Joshua anaweza kuwa wanaharakati, Mange Kimambi, Malia Salungi, akina nani. Joshua anaweza kuwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kwenye uwanja wa vita tuna kina Joshua wengi, lakini pia kwenye mlimani tuna watumishi wa Mungu ambao wanatufunulia ya Mungu, wanatuongoza kwa Mungu, wanatupatanisha na Mungu, wanatuombea. Lakini hao pia hawawezi kujigamba, maana ushindi hautoki kwa, unatoka kwa Mungu. Andiko hili naomba nilisome kwa ufupi, then nitaendelea. Ni kitabu cha Kutoka sura ya 17. Kutoka 17 mstari kuanzia wa 10. Nitaanzia wa 8. Nasema, wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidim. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoka upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipouinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu, iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Hii Yehova Nisi kwenye tafasiri hapa kwenye Biblia yangu sioni, lakini Yehova Nisi inamaanisha Bwana au Mungu ni bendera yetu, ikimaanisha pia Mungu ni ushindi wetu. Kwa hiyo andiko hili linaonyesha namna ambavyo Israeli walipata ushindi, lakini huo ushindi ulitoka kwa Mungu. Lakini haukutoka kwa Mungu hivi, ulimpitia Musa. Lakini pia Musa asingeshinda peke yake, ulimhitaji Haruni na Huri. Lakini pia Haruni na Huri na Musa wasingeshinda peke yake, walimhitaji pia Yoshua. Lakini pia Yoshua asingeshinda peke yake, walimhitaji Joshua pamoja na watu wengine aliowachagua. Kwa hiyo ombi letu katika siku hii, ambao maombi yetu ya leo tarehe 13 kwa huko mwezi wa kwanza 2026, ni Mungu ainue akina Musa, watumishi wa Mungu ambao watasimama na Mungu, ambao watakuwa na fimbo. Maandiko yanatuonyesha Musa alikuwa na fimbo yake. Maana yake Musa alikuwa hainui tu mikono yake, alikuwa anainua mikono yake mmoja ukiwa na fimbo. Sijajua kama ulikuwa ni mmoja au miwili, lakini kuna mahali imesema ikawa Musa alipoinua mkono wake. Kwa hiyo inawezekana alikuwa ameinua hivi, lakini pia wanasema walimtegemeza mikono yake miwili. Kwa hiyo sijajua alikuwa amekaaje, mkini alikuwa amenyosha hivi. Kwa hiyo hii inawakilisha kwamba unaposimama kama mtumishi wa Mungu, usimami tu wewe kama wewe, unasimamia neno la Mungu. Hiyo ndo fimbo. Manake connection iliyokuwepo kati ya Musa na Mungu ilikuwa ni fimbo.
kuna sisi watumishi wa Mungu, connection yetu itakayokuwepo kati yetu na Mungu ili kutupa ushindi ni neno lake. Tukitoka kwenye neno lake, maanake tunatoka kwenye connection ya Mungu. Lakini pia Mungu atuinulie akina Haruni na Huri. Hawa ni waombaji ambao, watu ambao wanabeba mzigo, wanaomba kwa ajili ya nchi. Naona. Kwa hiyo Mungu aendelee kutupa watu kama hao ambao Mungu ainue makanisa, ainue watu binafsi ambao watakuwa na mzigo wa kuomba kwa ajili ya nchi, toba kwa ajili ya nchi, haki kwa ajili ya nchi. Mungu atasimama. Lakini pia Mungu ainue akina Joshua, watu ambao wataongoza mapambano. Watu ambao sasa akina Joshua ni kama kiongozi, maana tunaona Joshua hakuishia tu kupigana vita, bali ndiye aliyewaongoza wana wa Israeli kumiliki nchi yao, ya ahadi. Kwa tunahitaji watu ambao watakuwa viongozi wa baadaye, akina Joshua ambao wako kwenye uwanja wa vita wa viongozi, kupata viongozi. Hawa akina Joshua wanapatikana kote kote, CCM, Chadema. Kwa Mungu ndo anaye Joshua wake. Lakini pia tunahitaji pia Joshua peke yake aweze akashinda. Manake tunahitaji pia watu ambao Joshua aliwachagua. Manake watu ambao ni sahihi, viongozi sahihi ambao wataungana na Joshua kuileta Tanzania mpya. Manake watu ambao wanaanza mapambano mpaka wanaingia kwenye uongozi. Lakini yote hayo inahitaji hekima, kwa sababu Tanzania sasa hivi hatutafuti tu kupata viongozi, tunatafuta kulileta taifa pamoja. Maana ambacho kimekosekana kwenye taifa sasa hivi sio tu haki, bali umoja wa kitaifa pia haupo. Kwa Mungu atuongoze kwenye maombi hayo, kwenye prayer point ya leo. Tunapoongea kwa habari ya kuondoa jiwe likiondoka lazima tupate watu sahihi, jiwe sahihi. Maandiko yanatuambia Yesu ni jiwe kuu la pembeni. Basi jiwe bandia litoke, afu tupate jiwe kuu la pembeni kwa ajili ya uongozi wa taifa la Tanzania. Lakini pia leo wakati ninaomba, nikawa nasikia ndani yangu naambiwa kwa habari ya kwamba siri mojawapo ya kushinda vita, moja ni kumjua adui yako. Lazima ujue unapigana na nani. Lakini pili, nikasikia ndani yangu naambiwa kwamba lazima ujue adui yako yuko wapi. Hata wanaolenga shabaha hawalengi popote tu. Hawa snipers hapigi popote tu. Anashinda vita kwa kumpiga adui, lakini ampigi adui bila kumuona adui. Kwa lazima ujue adui yuko wapi. Umjue adui yako ni nani. Who is your enemy? Then where is your enemy? Adui yako yuko wapi ili ulenge shabaha yake. Mfano, kama adui yetu ni uongozi mbaya, je, huo uongozi upo kwenye maeneo gani? Silaha, kambi ya hao viongozi wabaya wanaoitegemea kubaki hapo walipo ni ipi? Manake lazima ujue shabaha. Lakini jambo la tatu, siri ya tatu ya kushinda vita ni kujua ni njia gani utamkabili huyo adui yako ambaye umemjua na umejua eneo alipo, geographic location ya ulimwengu sasa wa roho au katika uhalisia. Lakini jambo la tatu sasa, unamkabilije? Je, unatumia kisu, unatumia bunduki, unatumia bomu, unatumia nini? Kwa lazima tujue tunamkabilije adui yetu. Mfano, Gwajima anaweza kuwa mtu sahihi aliyechaguliwa na Mungu, lakini akitumia njia isiyo sahihi inaweza kuleta anguko. Natolea tu mfano, maana ndo mtu ambaye pia nimeonyeshwa kwenye ndoto kwa bali ya kwamba anafungiwa kanisa, anatafutwa kukamatwa, lakini pia ndo ambaye baada ya kumua mbwa tukashikana mikono. Hiyo kushikana mikono imaanishi amekuwa rahisi. Inawezekana ni kushikana mikono ili aje kwenye utumishi wa Mungu. Naona. Kwa hiyo lazima ujue ni silaha gani unatumia kwenda kumuua huyo adui ambaye Mungu amekuonyesha ni yupi na yuko wapi. Lakini jambo la mwisho, jambo la 4 ambalo nilikumbushwa ni namna gani unashangilia ushindi wako. Maana unaweza ukashangilia ushindi na ukaamsha vita upya. Na nilifunuliwa hili nikapewa mpaka na andiko. Naomba nitalisoma.
Kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 8 inasema, na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Unaona, maandiko yanasema moja ya sababu iliyomfanya Farao awafate tena wana wa Israeli licha ya kwamba alikuwa amewapa ruhusa ni namna walivyotoka. Walitoka kwa ujeuri. Kwa lazima pia uangalie, unaposhangilia ushindi ambao Mungu amekupa, unashangilia kwa namna gani? Je, unashangilia kwa namna ambayo itaamsha vita nyingine, itamchochea adui yako, au unashangilia kwa namna ambayo utaendelea kuleta umoja, upendo na mshikamano wa kitaifa? Kwa sababu Mungu hayupo ili kuua maadui. Mungu yupo kuunganisha maadui wawe marafiki. Maandiko nasema mtu akimpendeza Bwana hata adui zake umpatanisha nao. Manake Mungu ukimpendeza hajasema ataua maadui zako, bali atakupatanisha na maadui zako. Ndio maana hata wakati wa Sulemani Mungu hakuwaua maadui wa Sulemani alipoomba hekima, bali aliwapatanisha naye. Kwa hiyo furaha ya Mungu huwa shangilii kuona maadui zako anawaua, bali ni kuona maadui zako unapatana nao, anakupatanisha nao. Kwa sasa namna unavyoshangilia ushindi aliyokupa Mungu, unaweza ukafanya uwe mtu wa vita badala ya kuwa mtu wa amani, na Mungu anachotafuta amani. Kwa hiyo Mungu hata siku moja hata waua wa Tanzania ambao walikuwa wanatunyonya, sio furaha yake, hata kama ikitokea ni wachache. Lakini furaha yake ni kuona wale ambao walikuwa adui zetu wanakuwa marafiki zetu. Lakini moja ya kitu ambacho kitafanya wawe marafiki zetu ni namna tunavyoshangilia ushindi ambao Mungu ametupa. Kwa Kumbukumbu la Torati pia inasema kwamba Bwana atakapokuwa amekukalisha kwenye nchi yako, ukajenga nyumba, ukaoa, maandiko yanasema kwamba basi hapo usiseme nguvu zangu ndio zilizonipatia haya. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 kuanzia mstari wa 12 hapo hadi 18. Kwa ni namna ambavyo maneno yako unavyosema yanaamua aidha amani yako au vita yako kuendelea. Kwa mambo hayo manne, yamkini yapo zaidi, lakini hao ndo niliofunuliwa. Basi kwa wakati huu ninaomba niombe na Mungu atusaidie. Kwa kama Mungu ametufunulia mbwa wetu wawili ni machafuko, ambao ndo hayo magenge ambayo yameletwa ili kuogopesha, kuleta hofu. Pili ni hiyo udini. Kwa tuendelee kuwa makini namna gani tuna address mambo yetu yasibebe chembe chembe ya udini, chuki. Bwana Yesu, ninakuja kwako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo, ambayo ni siku ya pili ya maombi yetu ya siku 21 ya kuipindua Tanzania ili kuipata Tanzania mpya. Maana Tanzania mpya Bwana itaanza kuzaliwa rohoni kisha mwilini. Baba, hata wenye ukoma walianza safari ambayo hawakuamini, lakini kwa kuwa walikuwa pamoja na wewe, uliweza kufukuza jeshi kubwa. Mungu, maombi haya Bwana ni kama wenye ukoma 4, lakini kwa kuwa tunakubeba wewe Bwana Mungu, itisha makutano Bwana, fanya njia pasipo na njia. Mungu, ombi letu sio kuwaua adui zetu. Ombi letu ni kuipata Tanzania mpya iliyobeba utu, iliyobeba upendo, iliyobeba msamaha, iliyobeba kusameheana ili kuwa pamoja. Bwana Mungu uliye hai, tazama, hatutaileta Tanzania mpya kwa kulipiza kisasi, bali kwa kuonyeshana upendo na msamaha, lakini pia kwa kusimama kama taifa Bwana, na kuleta maridhiano ya kweli yasiyo ya kinafiki, bali yaliyobeba toba na msamaha. Tusaidie Bwana Mungu. Ninaomba Bwana tutegemezwe na wewe. Nguvu zako zikategemeze akina Musa wa Tanzania. Nguvu zako zikategemeze akina Haruni na Huri wa Tanzania. Nguvu zako Bwana zikategemeze akina Yoshua wa Tanzania. Nguvu zako Bwana zikategemeze waliochaguliwa na Yoshua wa Tanzania. Mungu uliye simama pamoja nasi. Ninaomba maombi haya Bwana ukaendelee kuonekana na kututumia kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba yote Bwana na kuamini ni katika jina pekee la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu na awabariki sana. Lakini pia ninaomba kuwashirikisha kwamba kadri siku zinavyoendelea ndivyo ninavyozidi kuwa kwenye wakati mgumu.
Nakumbuka tarehe 5 mwezi huu wa kwanza 2026 niliota ndoto ya kwamba baada ya kujikuta nimetoka Marekani ili kumfuata mke wangu, nilijikuta kwamba niko hatarini. Kwanza siwezi kurudi Marekani ambapo ndo ilikuwa mahali salama kwangu. Pili, nikajikuta kwamba niko kwenye hatari. Kwa nikawa najilaumu kwa nini nimekuja. Maana hapa siwezi kumsaidia mke wangu kwa lolote na wala siwezi kujisaidia mimi. Yaani kwa ndoto ilikuwa inaonekana kama mtu ambaye ulikuwa unamfuata rafiki yako ili kumokoa, ukajikuta na wewe umedakwa kwenye hilo genge au kwa hao majambazi. Kwamba ni heri kumbe ulipokuwa mbali ungeweza kumuokoa ndugu yako. Lakini hii simaanishi ya kwamba aliyeko Tanzania, uhai wa mtu wa thamani aliyeko Tanzania ni mke wangu tu. Mimi ni wa Tanzania wote. Ndio maana hata uhai wa mke wangu nimeweka hatarini. Muda wote wakiamua kumuua wanaweza kumuua. Lakini nilichofanya kwa maisha yangu kwamba Mungu, wewe umenipa hiki na unajua ninafanya sio kwa maslahi yangu. Sitafuti cheo chochote kwenye serikali, maana niliacha kazi ili nikutumikie. Sitafuti kuwa upande wa mtu yote, kuwa mpambe wa mtu yoyote, maana umenipa kazi ya kuileta Tanzania pamoja. Kwa hiyo nimehatarisha maisha yangu, maisha ya mke wangu na mtoto wake aliyeko tumboni, maisha ya ndugu zangu. Ndugu zangu wanampigia simu mke wangu na kumlaumu. Lakini yeye anajua tumetoka wapi na Mungu kwenye wito wetu, kuanzia namna Mungu alivyotuunganisha kwenye ndoa, alivyotutetea wakati wa ndoa tulipokuwa tumeachwa na watu, lakini Mungu akatuheshimisha mbele ya watu. Kwa anajua wito wetu, lakini pia naye ana wito binafsi tangu utotoni. Mapito mengi aliyoyapitia yanafanana na yangu. Kwa wote tumejikuta kwamba tunajua ni Mungu alitukusudia. Kwa hiyo yeye amekuwa faraja yangu ya kwanza, na ndugu wengine pia. Lakini kuna wakati ambapo unajua mtu akiwa analaumiwa, kuna wakati anapata stress. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya mke wangu, nitamkumbuka kwenye maisha yangu yote. Kwa hiyo muendelee kuniombea na mimi pia, kama ambavyo Musa alitegemezwa na kina Haruni na Huri. Lakini pia wakati huu ambapo sasa imefikia, maana nilikuwa nategemea kwamba nitarudi nchini, lakini kwa hali iliyoko nchini bado sio salama kwangu ukizingatia na hiyo ndoto. Kwa hiyo imebidi ya kwamba nikubali kuomba asylum. Maana kama muda utaisha sijaomba asylum, itakuwa hatari kwangu. Na kama nikiomba extension na nikakataliwa afu kuomba asylum, manake bado uko kwenye riski ya kwamba mkini ulikuwa na agenda yako binafsi, kuliona extension imekataliwa, basi ukaomba asylum. Kwa imebidi sasa option ambayo nimeiona kwangu ni kuomba asylum, ili angalau niwe na uhalali wa kuendelea kukaa Marekani kwa muda kiasi ambapo kwamba maana kama nikirudi nchini na Mungu akaendelea kunionyesha mambo juu ya nchi, bado manake hayawezi kutimizwa, kwa sababu utaongea sawa, lakini kumbuka uko hatarini hata kukamatwa. Na Mungu anapokupa mahali salama ukae, anakuwa na kusudi. Hata Yesu alipelekwa Misri kwa muda. Manake wale ambao wako Tanzania na wana nafasi ya kuongea wakiwa Tanzania, manake ni Mungu amewapa hifadhi Tanzania. Kwa Mungu, nikibadilisha hifadhi aliyonipa Mungu, inaweza ikawa hatari kwangu. Kwa hiyo nihitimishe kwa kwamba nahitaji support yenu kwenye wakati huu. Moja ambapo familia ambayo imenipokea nahitaji pia kuisupport pia. Maana maisha ya huku kwa wazungu ni ghali sana. Kwa kiasi ambapo unapomsupport mtu, hata kama ulipii pango kama watu wengine, inamtia moyo. Kwa muendelee kunibeba kwa maombi, lakini pia kunisupport. Lakini pia mke wangu muda wote anaweza akajifungua mwezi huu mwishoni au mwezi wa pili mwanzoni. Nahitaji kujiandaa kwa ajili yake. Lakini pia yako mahitaji mengine ya kihuduma, maana nimekuwa nikisupport watumishi. Nimewahi kuambia nilikaa na watu familia 2 na familia nyingine kaja kukaa ya 3. Wote ilikuwa kwa ajili ya huduma. Maana mzigo huu wa utumishi, hata haya ninayoyafanya, sio kwa ajili ya Tanzania uongozi tu, bali kwa sababu wakati naombea uamsho nilikuwa naonyesha pia juu ya Tanzania. Kwa muendelee kunibeba, endelee kunisupport pia. Na ninachopambania hapa sio chama fulani kikae madarakani.
bali kuiona Tanzania ikiwa moja, lakini pia iliyobeba uongozi bora, ili kuipata Tanzania ya haki, amani na mshikamano. Mungu awabariki sana. Ninawapenda sana. Kama Mungu ameleta Marekani na bado naikumbuka Tanzania kuliko Marekani, ni uzalendo tosha ambao siku moja nitakumbukwa. Na wakumbuka pia. Mungu awabariki. Mungu awabariki akina Boniface Mwabukusi, mnafanya kazi kubwa. Mungu akumbuke Dickson Kabigumila, ni moja ya watu wa kuombea, kwa sababu kama Mungu alimpa kazi, maana yake kuna wakati ambapo kazi inakulemea, ni mtu wa kutegemezwa pia. Askofu Gwajima, Father Kitima na Teki na kanisa la Romani ambao limekuwa attacked sana, linasongwa, lakini pia na makanisa mengine ambao bado hamsongwi, yamkini zamu yenu inakuja, kwa ndio maana inahitaji kusimama pamoja na wengine. Askofu Emmanuel Mwamakula, Askofu Bagonza na wengine wote ambao huwa nikimaliza kurekodi na ndo nawakumbuka, wanaharakati wote ambao nimeshawataja. Muendelee kusimama kwa ajili ya Tanzania. Tanzania hii haiwezi kubadilika bila sisi kusimama kuibadilisha, na ni kwa faida ya wote. Kama ambavyo uhuru ulipiganiwa na wachache, lakini sisi tumekuja kufaidia huo uhuru ambao leo umeanza kunyonywa tena. Tumerudi kwenye utumwa kwa watu ambao ni Watanzania wenzetu, lakini tuzidi kuwapenda na kuombea aliyo mema. Mungu awabariki. Ninawapenda. Amen.